Clouds TV, empowering lives. The spiritual realm ako na nini? Wachana na hiyo mnaona. Kwa sababu hata wewe mpiganaji wewe unampiga, you are an agent. Wewe unatumika kwa sababu you are an agent ya kile kitu kimemfunika. There is a cover. Wamemweka veil, wamekufunga na veil. So hawataki ujulikane, the inner you usijulikane wewe ni nani. So sasa huyu akiinukia kupiga huyu namuonaka kama agent wa shetani. Hata kama ni rafiki yako. Ukiinuka sasa uanze kupiga watu hapa na kuonaka kama agent wa shetani, because si wao unapiga kile kitu kiko ndani yake. So that is what we nurture. That is what we take care of. It is not the outlook of a person. Amekaa ni mkonde, ni mnono, anaenda hivi. That's not my problem. My problem is what is inside this person. Ndio nanga I will engage you to walk na wewe 2, 3, 4, 5 days. God will tell me this person amebeba hii. Amebeba turugi bila maziwa. Anahitaji tutu maziwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. So ndio nanga nakwamilia hata mkipiga huyu mama mtampiga, nitamkwamilia tu mkimpiga. Kwa sababu mimi nawaona nyinyi kama mashetani. Mimi naona huyu ni mtu wa Mungu. Kuna kitu iko ndani yake. Yes, ako na gunia. Juu yake iko na gunia. Mimi naiona. Lakini ndani yake kuko na mahindi. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo nitapambana mpaka hiyo mahindi ifanye nini? Itoke. Wewe utakonga tu mdomo. Nitakuachilia tu uoge mdomo, utakoga mdomo. At the end of the day utachoka. Lakini na wewe pia usinisubue siku mingi, nitakupiga teke. Ukiona nimeanza kukuprotect ndio utoke kwa hiyo gunia. I know you have a problem. Now that's not a problem. The problem you have is not a problem. The problem is the people who are trying to attack you. Kwa sababu hao ni agent. Ndio wamepangwa na ndio walitengenezwa. Pati ya maisha yako, wale watu umekutana nao kwa vita, wamekuwa kipigana na wewe, utakuta that is part of the people that were meant to come and beat you. Wakuzuie usifike kule ndani. Your parent can be, your wife can be, your husband can be, your daughter, your son can be. Mtu yote anaweza kutumika kukupiga na mtu yote anaweza tumika kukuinua. Bwana Yesu asifiwe sana. Msalimie mwenzako, mwambie sasa wacha tusikilize neno kidogo tu. Mwambie kidogo tu kwa sababu already tushahubiriwa. So keep it up Dorcas, and don't wacha kuyumba. Wacha kusikiliza, funga masikio yako. Umenielewa? Funga masikio yako. Lakini kuwa mtu ambaye anasikia. Funga masikio ya kusikia jambo lolote, but listen, accommodate everybody. Yeah. Si hawa watu wote they are different. Usiona aka nikakichwa round, aka nikaa kama kamekaa hivi, kale kamechua amekaa hivi, kakichwa yako kanika round. Vichwa yetu ni tofauti. Kwa hivyo maubogo zetu kule ndani zimekaa, kuna nyingine imekaa hivi, kuna nyingine imekaa hivi, kuna nyingine imeinama. Si ndio? Hallelujah. So we are differently made. So you must accommodate everybody. Na ujinga wao na uerevu wao, accommodate everybody. Nyinyi nazungumzia nyinyi yote. We must be able to accommodate everybody. Nobody is bad, nobody is good. Kila mtu akuna kaujiga. Wewe uko mwerevu kivyako. Kwa hiyo level uko, wewe ndi mwerevu. Na pia mimi level yangu, mimi ni mwerevu. Na mimi kwenye level nyingine, mimi ni mjinga. Na wewe kwenye level nyingine, wewe ni nini? Ndio nakuhitaji, unanihitaji. Bwana Yesu, you cannot live alone. Huwezi kuishi dunia hii ukiwa peke yako. Unahitaji huyo mwenzako. You need a brother, you need a sister to be able to move forward. So hauwezi kufaulu. Ministry kama hii siwezi kufaulu nikiwa peke yangu. Siwezi. Ninakuhitaji. Nahitaji watu wengi sana. In fact hata hatujaanza. Tunahitaji watu wengi sana so that we can be able to access and being able to move kwa ile direction Mungu anataka tuende. Otherwise nikianza kusema ni mimi napiga huyu, nagoga huyo niondoe. Nigoge huyu niondoe. Ministry imeanguka. That was the intention. Wale wananikuja kunipatia stories za wako, intention ni wao utoke kwa sababu wameona huko potential. Intention ni Jerry afanya nini? Atoke. Kuna siku nilikuwa nimeambiwa Jerry ni mchawi na ni maraya. Nikamwambia mimi napenda maraya sana. Huyo mtu alitoka kaenda akasema Waruigi hajaokoka. Because kani nyumeteko. Mimi nilikuwa naenda hapo kwa Inage nachukua mtu.
Kwa hivyo kama kukihesabu ukiandikwa wale watu maraya, mimi nitaandikwa hapo. Kwa sababu historia yetu itasomwa. Kuna vitabu na kuna kitabu. Sasa katika kitabu kumeandikwa historia yetu. Katika historia ya kutajwa malaya, mimi nitatajwa. Jina yangu itatajwa kwa wale watu walikuwa wanafanya nini? Usherati. Kwa waizi, jina yangu itafanya nini? Itatajwa. Kupiga watu, jina yangu itatajwa. Itatajwa kwa hiyo kitabu. Sasa nikiona mwenzangu amekuja, si ni akuje nimwambie huko nilienda ni kuzuri. Ama namna gani? Huko nilienda ni kuzuri. Na nimwambia huko ni kuzuri, hatufanye hakunaga umaraya. Mungu wa huko ni mzuri, anabarikigi watu, hujiuzagi. Unamwambia matendo mazuri. Sasa nikienda tatikana mtumie zile umaraya. Wewe mwanamke, wewe mwanamke. Ulijuliaje ni maraya? Ulijulia wapi? Hebu muulize wenzako, ndio ujue ni maraya, ulijulia wapi? Kuna kitu alikuhusia? Kuna kitu alikuhusia? Unajua umaraya yake mpaka wapi? Wewe maraya, keto tu wewe maraya. Joe ate. Nikionya dai, nikenda menya wewe maraya. Nikigia kudete. Wakati ugoroki dena gwore. Tondu wako wewe maraya no ginya kora hari kaundu tweke. Kuna kitu tulifanya. Kwa hivyo ni maraya anaongea na nani? Na maraya. Nikikuita nogo, usikasirike. Ujue hata mimi ni nogo, kwa na nogo naongeaga na nogo. Nikikuita ubo, usikasirike. Maana gui yaragya nake. Na gui. Ugo nego kwenda kula wiyani ubo mweza. Ubo mwesagu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na maisha inaendelea. Na watu wanakaa vizuri. Kwa hivyo wacheni kupiga watu. Wacheni kuona mtu unyonge wake. Unyonge huo ndio Mungu anatumiaga. Mungu nimesoma, nimekuwa nikifanya study ya wale watu Mungu alitumia kwa sababu walikuwa strong. Hakuna hata mmoja. Mungu alitumia unyonge ya Musa, alitumia unyonge wa Elisha, alitumia unyonge wa Elijah, alitumia unyonge wa nani? Kila mtu alitumia Mungu alitumia unyonge wa watu wale wengine. Ndio sasa ndio imeandikwa kwenye Biblia unyonge. Sasa kama tutachomeka wale watu maraya, si watu maraya watachomeka? Ina mkono juu. Maraya si watachomwa? Maraya timeka. Nikuulize swali. Jacobo ako na sister moja, akachukua sister mwingine. Akachukua housemaid, akachukua wanawake wangapi? 12. Sasa wao kasikia, wewe ni mke wangu. Nimechukua Dorcas, bibi ya pili. Utavumilia? Si utaenda maombi kila mahali? Baba naomba, ako kama mwanamke, kamekuja na uchawi. Huwezi kubali. Lakini tunasema Jacob, tunajiitanisha na nani? Nyumba ya Jacob. I am one of the 12 tribes. From what? From one woman. 12 tribes from one woman. It is from different women. Kwanza sister. Ndio sister yako agioka no eite. Wigwete nera kuigo ne brother yako, ne mudhuri wako. Si ndio? Sister Rebecca na nani? Na Lea. Na Rachel. Sister. Sasa ili usharati ingine imeshida gani hiyo? Na sasa sisi zote tunajitanisha na nani? The house of Jacob. Mimi ni wa Jacob. Jacob gani? Jacob prostitute. Mnajiuliza kama maswali critical kama hiyo? Jacob was a prostitute. Ani mumaraya. Na umaraya ushi wake ni guthondekete the 12 tribes of Israel. Hiyo umaraya yake ndio imetengeneza mihereka 12 ambayo wewe unajiita ni ndio wa Juda. Product ya Juda ni nini? Ni umaraya. Kwa hivyo ni maraya number 1. Sisi kama mlikuwa mmeangalia hivyo ndio akija rogoro no waku agoro. Wewe wa Juda kana wewe wake? Todo Jesus sisi ni wa Juda. Sisi wote tunaitanishwa na Juda. Juda ametoka kwa nani? Kwa Jacob. Jacob alikuwa nini? Maraya. Kama mkubwa wetu Yesu ametoka wapi? Kwa maraya. Ndio alienda kuchota maji akakutana na nini? Maraya. Sasa kurusha mawe, tutapigia maraya mawe hapa. Tutapiga Yesu. Tukianza kurusha mawe, tutapiga nani? Kwa sababu Yesu ametoka kwa umaraya.
Amerudi, amechukua maraya ndiye anatembea na yeye. Maraya hiyo ndiye imesema Yesu amefufuka. The same maraya ndiye ametakasa. The first evangelist ni maraya. Na unang'ang'ana hapa tupigane na maraya. Na bosi yako anapenda hawa watu. Anatembea na wao. Hakusema huyu ni maraya sitatembea naye. Alitembea naye akamrekebisha. Bwana Yesu asifiwe sana. So do not point. Ukipoint mtu hivi, angalia ni vidole vingapi vinakuangalia. Gapi? So wewe ni mara 3 ya hiyo unasema. Huyu ni mwizi. Mimi inaniangalia ngapi? Kwa hiyo mimi ni mwizi mara 3. Na Mungu ni shahidi. Mungu ndiye anajua. Unajua tunajisema tu jagiri eno. De jagiri maita maigana. Na Ngai ni moi? Ni moira. Ngai no. Kwa hivyo don't condemn. Usione mtu mwingine. Uone kama hafai, si mtu mzuri. Sisi wote ni watu wa Mungu. We are all children of God. We are going somewhere. Kwa hivyo wale watu wananiletenga fitina ya mtu mwingine, keep it to yourself. Neighbor you huragira gita na diraina. I can't until I see it. I can't. Ile kitu nitajua Dorcas amefanya mbaya, ninamwedeaga. Sina kuitaka na kwambia hiyo tabia staki. Simple as that. Aka kakirete shida kana kamugoroki kangu. Ako hari kamugoroki dahiro kega pio ni Ngai ni gaka. Na nampenda sana. Nampenda. Na kujikutanga ile kazi ngumu kabisa ndio nampatianga na kanalima mpaka kana shamba inaenda. So kila mtu ako na ujinga yake na kila mtu ako na nini? Na uzuri wake. Nobody is bad 100% and nobody is good 100%. Nitolee hiyo tuni vizuri. Si mbali, iko tu hapo. Tusome kitabu cha 1 Samuel. Samueli wa kwanza tuongee kuhusu hauwezi kukaa na kitu ambacho si kizuri ukae nacho na kikose kukubadilisha. Either kitakubadilisha ama kitakuua. Kwa hivyo ni uchague ni nini ambacho tunastahili kukua. Tuko katika topic inaitwa spiritual impartation. Wiki hii na wiki ijayo na ingine tunataka tukue na kitu inaitwa spiritual impartation. Spiritual impartation nataka kufufua, maana tumeshaingia katika ufufuo. Tushaingia katika ufufuo. Tengeneza vizuri, balance uko karibu hapo. Tuko katika ufufuo. Baada ya kwenda kule August 8 kule kwa mlima, kuna kitu kipya tuliyefanyika upya. Sasa katika kufanyika upya kuna viungo vinastahili kuwekwa ndani yako, ndio hiyo system mpya ianze kufanya kazi. Bwana Yesu asifiwe sana. So that is why nimesema tuanze conference. Hii ni conference. Tumeanza tutakuwa tukifanya 2 days. Tuesday na Wednesday. Conference ya Tuesday na nini? Na Wednesday. Na sasa leo tumeanza, next week tutaifanya Tuesday na Wednesday. Wiki hiyo ingine Tuesday na Wednesday. Kuna vitu tutaingia deeper. Tutaingia deeper kuvitafuta ndio tuweze kutap that anointing. Tutap sasa, weka hai ya juu, kale ka knob ka juu. Ka balance vizuri, kakue hai kidogo. So tukipata hiyo impartation hiyo, sasa tutaingia kwenye masafa ya mahali tuliingia. Hiyo mlima tulipanda, tutaingia kwenye masafa yake. Na kwenye masafa yake kuna nguvu zake. Kuna vitu ulikuwa unafikiria unaviona katika ulimwengu wa kiroho vitaondoka, na kuna vingine vitawekwa katika ulimwengu wa kiroho, na maisha yako itabadilishwa kabisa. Na utakuwa sasa unaongelelea kwenye system nyingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana wakati tulivunja system ya zamani, tukatoka kwenye kitu kinaitwa 3D, tukaingia kwenye 5D. Kwa wale mnajua kusoma mtaelewa 3D na 5D ni system mpya za Mungu. Kwa niko kwenda kwa dhenera dhirire. Of course dunia iliisha. Kwa hiyo kama unaongojea ati kuna rapture ilikuja kwa hiyo mlima, na tumemaliza story hizo. Sasa tumeingia kwenye system nyingine ya Mungu. Maana Mungu hubadilisha mtu from one system to another system. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukitoka kwenye system hii tunaenda kwenye system hii. Na nilikwenda kwa mlima. Kwa nini? Neke mwagilirio niwe walekia ukaneke. So tusome kitabu cha 1 Samuel chapter number 5. Sio kama watu wa studio watamtatusaidia, lakini hata mkikosa kutusaidia tutaendelea tu. Iko sawa. When the Philistines captured the ark of God. Unipatia Kiswahili kwa sababu nimeona shosho wako hapa. Ameanza kuniangalia vibaya.
Ndio sasa Joshua akiwa hapa unatii, unanyenyekea. Eti hai. Habari gani? Na umetulia vizuri? Mungu akubariki. Asante. Baada ya Wafilisti kuliteka sanduku la Mungu, baada ya Wafilisti kuliteka sanduku la Mungu, waliibeba kutoka mji wa Ebenezeri hadi mji wao wa Ashdod. Yaani walibeba lile sanduku kutoka wapi? Ebenezeri kana Ebeneza, wakalibeba baka kule kunaitwa Ashdod, na wakalipeleka mahali kule. Nataka mtu mmoja aseme amina. Wakati walibeba lile sanduku, walibeba wakifikiria kuwa wameshinda vita. Wakibeba lile sanduku walichukua wakifikiria wameweza kunawiri, wameweza kufaulu, they have been successful. Lakini in verse 2 wanasema ya kwamba sasa huyu ameanza delay zile zake. Kisha wakalipeleka sanduku la Mwenyezi Mungu kwenye hekalu la Mungu wao wa Dagon. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakachukua sanduku la Mungu, wakachukua mipango ya Mungu. Kuna mtu amekuja amechukua kilicho chako Mungu alikuweka ndani yako. And this is what nilikuwa nazungumzia. Mimi siangalii sura yako, siangalii umbo lako, siangalii wewe ni nani. Ninachokiangalia ni nini Mungu ameweka ndani yako. Na hicho Mungu ameweka ndani yako ndicho muhimu katika mazingira. Ndicho muhimu katika kuendelea mbele. Ndicho muhimu katika kufaulu. Ndicho muhimu katika kuwezesha mipango ya Mungu kuwa juu yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kisha wakalipeleka sanduku la Mwenyezi Mungu kwenye hekalu la Mungu wao Dagoni. Yaani wakasawazisha binafsi yao, mipango yao, wakaipeleka kwa mipango ya Mungu ndani yao, wakaifanya ikuwe ni mipango ya Mungu yao. Wakabadilisha, wakabeba lile sanduku, wakalipeleka kwa Mungu wao. Kwa Mungu ambaye si yule Mungu wa kweli. Bwana Yesu asifiwe sana. Hivyo ndivyo unapoishi na unapokaa kwenye mazingira mazuri, jambo lolote litakalofanyika kwako hawawezi kukushinda. Hawawezi kufaulu. Watakupangia mambo mazito. Watapanga biashara, kuangusha biashara yako. Watapanga kuangusha ndoa yako. Watapanga kuangusha kazi yako. Watapanga kuangusha huduma yako. Lakini Mungu wa ukweli atadhibitika katika maisha yako. Mungu wa ukweli atadhibitika kwenye mipango yako. Mungu wa ukweli atadhibitika kwenye kila kitu unachokifanya. So wakachukua, wakaiba, wakaliteka nyara, wakaiba. Magekuwa idhado korea madha nikia hinya, wakalibeba. Bwana Yesu asifiwe sana. Next time tunaenda kwa mlima, Mungu atatuonyesha bali saduku iko na tutaenda na mtaigusa. Hello. Acha watu wakulala nyumbani walale tu. Kisha wakalipeleka sanduku la Mwenyezi Mungu, sanduku la Mwenyezi Mungu. Wakamchukua mtumishi wa Mungu, wakamchukua mtumishi ambaye anafanya kazi ya Mungu, wakataka kumwenda kumudhalilisha, kupigana na yeye, kumwangusha. Wakachukua wewe mama, ndoa yako ambao ni Mungu aliisimamisha, wakaichukua wakaipeleka kuzimu. Wakachukua biashara yako ambayo Mungu aliisimamisha, wakaipeleka kule hakufai. Wakakupeleka kwa warogi. Kuna watu ambao hawawezi kurogeka. Kuna watu unaweza pigana na wao hawapigiki. Kuna biashara unaweza kupigana nao, unakuta unaenda kwa mganga anakuambia wewe usirudi hapa tena. Hiyo kisirani unaniletea hapa sitaki. Maana biashara imelindwa na Mungu. Kuna watu wameenda wametuombea. Kuna mabishop hapa Nairobi wametupombea, wameenda kwa mipango, wameomba, wametupeleka kwa shetani. Hii barabara wamefanya kafara hapa kwa barabara hii. Hii kanisa yetu ifungwe. Lakini kuna watu hawapigangwi. Haleluya. Kuna watu hata ufanya nini, walituzuia, walikuwa wameweka askari kule Mount Kenya tusiingie. Haleluya. Walistukia tuko kuko juu kwenye mlima. Yes. Wakavukia baka magari zipande. Watu walipanda wakupanda. Tulifika mlimani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna vitu ambavyo haviwezi ukaviguza. Wanaweza kupanga kukumaliza, ndio watapanga, watafaulu kwa kiwango fulani, lakini kuna kiwango Mungu atakuja atasema hapana, huyu ni wangu. Wakaliiba sanduku la maagano, wakaenda nalo Mungu kwenye hekalu, wakapeleka. Kisha wakalipeleka sanduku la Mwenyezi Mungu Mungu kwenye hekalu la Mungu wao. Mungu wao anaitwa nani? Dagoni. Na kuliweka karibu na yeye Mungu. Maana walikuwa wanataka huyu Mungu wao,
hili saduku huyu Mungu wao alinyonye ndio atumie nguvu. Kuna watu wamepanga kukunyonya. Kuna watu wanapanga kunyonya ndoa yako. Kuna watu wamepanga kunyonya huduma yako. Kuna watu wamepanga kunyonya kazi yako. Kuna watu wamepanga kunyonya huduma na kila kitu ni mipango na biashara zako. Lakini walichukua lile sanduku wakapeleka wakaliweka karibu na Mungu wao. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Ambia mwenzako mimi ni bomu. Oh, mwambie mwenzako mimi ni bomu, de bomu. Mwambie mwenzako mimi ni bomu. Usinitishe. Nitalipuka. Mwambie nitalipuka mabomu, pum pum. Yes, haleluya. Yes, kesho yake asubuhi. Angalia, kesho yake asubuhi watu wa mji wa Ashdodi walipoamka waliona sanamu ya Dagoni imeanguka kifudifudi. Yani mara ile ngai yao matora ithanduku ria Mwathani akapeleka sanduku la maagano karibu na Mungu wao. Walipoamka asubuhi wakakuta Mungu yao amelala kifudifudi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ameanguka. Akometi akuete gai Mungu amekufa. Kwa sababu ya nini? Kwa sababu na nini? Sanduku lisenyewe ambalo limebeba nguvu ya Mungu liliwekwa karibu. Na mwambie mwenzako mimi ni sanduku la agano. Ukikaa karibu na mimi na wewe ni mchawi, unaenda kuangamia, unaenda kuteketea. Mwambie bwana yako wewe ni mchawi, hauniwezi. Mke wako wewe ni mchawi, hauniwezi. Huyo mnayefanya biashara na wewe hauniwezi, maana mimi ni sanduku la agano. Nikikuja kwako lazima vitu vibadilike. Nikikuja kwako lazima vitu vianguke. Nikikuja kwako lazima uchawi uanguke. Mimi si mtu wa kawaida. Mimi si mtu wa kawaida. Mwambie mzako I'm not an ordinary person. Acha kucheza. Mwambie acha kucheza na mimi. Ongea na hiyo nini hiyo ile inasema wewe acha kucheza na mimi. Na unageuza jicho hivi. Eti kadaka nani? Eti kadaka gero. Bwana Yesu asifiwe sana. Haya tuendelee bami. Walipoamka waliona sanamu ya Dagoni imeanguka kifudifudi mbele ya sanduku la Mungu. Wataanguka mbele yako. Maadui wako wote wataanguka mbele yako. Nimekuja kukutangazia siku ya leo, maadui wako hawatafaulu mbele yako. Wamekuletea uchawi, wamekuletea urogi, wamekupangia mipango miovu, lakini wanaenda kuanguka kifudifudi. Hawatafaulu na hawatakamata njia zao. Bisha akasema wakasimamisha tena, watajaribu tena. Usifikirie ukishinda vita leo kesho hawatakuletea tena. Kesho watakuja tena, lakini usiwe na ugoga, usiwe na mtu wa kuogopa, maana you are still going to conquer them. You are still going to wataendelea kukuja, wataendelea kukupiga, wataendelea kukudhulumu, watakuchimbia mashimo, watakupingia mapango, watakuinulia madhabahu, watakuinulia kila kitu, maana watataka kushinda. Lakini kuna Mungu aliye ndani yako, Mungu ambaye hashindwi. Kuna Mungu aliye ndani yako mwenye hawezi kumubadilisha. Wakaliinua, wakalisimamisha tena sanamu ya Dagoni na kuiweka tena mahali pake. Wakasimamisha. Kwa hivyo huyu Mungu wao kuna mahali pake. Haleluya. Wakamsimamisha. Nuna imagine gai yako ukimurugamia. Gai wako yani gai yule wainama, gai yule Mungu na inamayaga. Kumbe ni wa kuanguka, ni wa kuinuliwa. Kumbe ni wa kuinuka, ni wa kumbe ni Mungu wa kuanguka. Anakuja na amusho anajawa gai. Kwa ile gai ule kwani ulianguka pole. Bora. Na huyo ndio Mungu ambaye unamtegemea akusaidie. Huyo ndio Mungu unamtegemea akushindanie vita zako. Huyo ndio Mungu unamtegemea kupiganie kwa majini na mapepo ya giza. Huyo ndio Mungu unamtegemea kupiganie kwa mapepo ya shetani. I want to assure you tonight ya kwamba utashinda, maana Mungu wako hatashindwa. Hata wafanye namna gani, hakuna kitu watafaulu, hakuna kitu watasimamisha. God is faithful. God is with you. Do not be worried. Usikuje hapa kutuletea ati ndio natamara nyuma dhudha. Wewe ni ule umadhudha. Believe in your God. Simama na Mungu wako. Hakuna mtu atakufuata kutoka nyuma, maana Mungu wao hata hatokagi mahali yako. Haleluya. Mungu yao hatokagi mahali yako. Sasa unashinda ukiogopa nini? Gai yao igago hado gakona ile diumaga ho. Utidio kithiruka guko kiwate ati ndana tama yakojuraga ndana hakuna.
Mungu wao hata hana miguu. Haleluya. Huyu kama angekuwa na miguu angesimama, huyu kama angekuwa na uhai angesimama, lakini alipowekewa moto ni sanduku. Si Mungu alikuja, sanduku peke yake, sanduku ya Mungu. Weka sanduku ya Mungu kwako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo bedroom yako weka sanduku ya Mungu. Kwa hiyo compound yako weka sanduku ya Mungu. Kwa hiyo biashara yako weka sanduku ya Mungu. Kwenye huduma yako weka achana na Mungu, weka sanduku peke yake. Maneno utakuta kamungu kao kameanguka. Utakuta kamungu kao kanalandalanda huko kamechomeka. Kamungu kao katakuwa kameanguka. Yes. So do not be worried about what's happening around you. God has won the battle for you. Sanduku tu peke yake na Mungu akikuja. Hebu jiulize, hii ni sanduku tu peke yake. Na Mungu akikuja, Mungu akuje. Maana hii ni sanduku. Haleluya. Wakasimamisha tena sanamu ya Dagoni na kuiweka tena mahali pake. Wakaweka. Kwa hivyo kuna mahali inakaanga, haitokangi. Our God is omnipotent. Our God is omnipresent. Our God is Yes. Our God is all over. But their God, they must go and look for their God in their permanent place. Sasa unatisha na mtu lazima aingie hapa apande basi ya Bukinya aende mpaka Busia, aende akatafute Mungu na mko Nairobi. By the time afike huko si atakuwa amekufa, maana sanduku utakuwa umeweka ndani ya Bukinya. Akiingia ndani ya Bukinya weka ndani, akiingia aenda coach weka ndani, akiingia weka ndani. Haleluya. Akiingia choo ingia kwa choo, weka sanduku kwa ndani kwa choo. Akienda kufungua kasuruali ndio afungulie gedhito, weka ndani. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukikula ukipika chakula weka sanduku ndani. Ukikunywa maji weka sanduku ndani. Ukienda kwa barabara weka sanduku ndani. Wakikuja kamungu kao kako Busia, by the time wakaendea kule Mombasa Malindi, hakawezekani. Ushashinda vita. Do not be worried of their gods. They are permanent positioned mahali. Wao wanakuombeanga mabaya, wanaombeanga Mungu wa mabaya anakuanga positioned mahali. Na hako na laini mrefu, by the time ufikiu atakuwa amekufa huyo adui yako. Na maombi yake atakuwa amekauka. Hallelujah. Verse number 4. Lakini kesho yake asubuhi walipoamka waliona kuwa sanamu ya Dagoni imeanguka kifudifudi tena. Yani walisimamisha sanamu, wakawacha kama imesimama, wakawacha kama wameipanga, wakawacha kama iko sawa sawa. Their God wakamwacha kwa sawa sawa. Lakini kuamka asubuhi tena kalikuwa kameanguka. Hako kamuchawi kana kusumbua, kataanguka leo na kesho kataanguka, kesho kutu kataanguka, mahali popote utaenda kataanguka. Kataanguka. Wacha kujalishwa na wao, wataanguka. Just wekelea wao saduku. Ogo tu. Na uache waibebe. Usiibebe. Uache waibebe. Nyota yako mwachilie, funika nyota yako na damu ya Yesu Kristo. Kava nyota yako iwache hapo kwa meza ndio waibebe. Iende kawashughulikie mahali wako. Fuga nyota yako tu na karatasi ya nylon ndio usiifuge sana ikose kupumua. Waachilia hapo wakuiwekelea kwa meza. Usiwekelea mahali imejificha sana. Iwekelea hapo ndio Jeria kuje aichukue. Itamsubua mpaka akienda choo, akienda kulala inamsubua, akienda kuamka inamsubua. Do not be worried. Usifadhaike wala uogope. Nyota yako itawashughulikia. Hiyo ndio kitu tuliendea kwa mlima. Nyota ya kushughulikia maadui wetu. Nyota ya kuwasambaratisha. Nyota ya kuangusha. Nyota ya kuwabumburusha. Yes. Hiyo ndio tulipata kutoka mbinguni. Sasa wachana kujipigania, tafuta Mungu. Naigwa. Katika biashara yako acha kujipigania, tafuta Mungu. Edorata hakuna gai. Urahagia gai, tathayagia gai. Kila wakati zile vitu uko nazo kuja abudu nazo. Abudu na pesa zako, abudu na watoto wako, abudu na nyumba yako, abudu na shamba yako, abudu na kila kitu. Peleka vitu zako kwenye ibada ya Mungu, maana uondoke kwenye vita. Sasa usianze kusema baba nakuomba, hawa maadui wamenisidi, baba nakuomba, pigana nao na pia. Hapana, umeondoka huko sasa. You are a volatile, wewe ni bomb. Mtu tu akikuguza inalipuka. Bwana Yesu sana. Atachomeka. Watachomeka. Mwambie mwenzako watachomeka. Ambia mbidhe watachomeka hata ukikuja na kamute. Kamute kenyewe katabadilika, katakuwa silaha ya kukulima.
kana kuchoma, unasikia kama ni nyoka inapita huko. Unakuta mtu anaanza hivi. Kumbe ni kamutu, kamute kake kameanza, maana kalisikia sanduku limekuja. Kakabadilisha kakambia piga na vita na wewe mwenyewe. Watapigana na wao wenyewe, watakulana kama maumbwa, watakulana wenyewe kwa wenyewe. Wao warogi walienda wakakaa kwenye kikao ya kupigana na wewe, wao wanakufuatafuata, wao wanakufitini, wao wenyewe watageuzanwa, wapigane wao wenyewe kwa wenyewe. Wana wa Israeli, watu wa Gibeoni walifanya maagano na nani? Na Joshua. Walipofanya maagano na Joshua, mataifa 5 ya watu wa kutoka taifa ambalo lilikuwa akina Ameleku na wa Girigashi wa Ai wakaunganika, wakasema mtu anaitwa Gibeoni ametusaliti, ameenda kufanya mikakati na nani? Na Joshua. Kwa hivyo tuinuke, mataifa 5, wafalme 5, tuinuke, tuende tuwatwange kwa sababu ya kushirikiana na msaliti. Walipofika pale Gibeoni awakaambiwa ya kwamba Ai wamepanga kukuja na vita. Gibeoni walikimbia, wakaenda kwa Joshua, wakaambia Joshua, tumepangiwa, tunataka kumalizwa. Joshua aliwaambia, nendeni mchome kanyama mkurage, na muwekelee kamukimo, na muwekelee tumatubo, mchome pole pole bila wasiwasi. Mungu wangu atawashughulikia maadui wenu. Mungu wangu atawashughulikia maadui. Wakati wa kukaa chini kukula na kungojea Mungu atende ndio huo umefika. Do not fight for yourself. Do not fight for yourself. Usikunje ngome yako ati mkapigane. Fanya ile kazi Mungu alikupatia, maana you are covered, you are protected, you are guided. The star of heaven is with you. None will be able to touch you because you are untouchable. Maana umejitengeneza, nobody will be able to touch you. You will become untouchable. Hawezi kuguzika, hawezi. Joshua aliwaambia, nendeni mpumzike, hiyo sio kazi yenu, ripoti imefika, wacha Mungu atashughulika. Joshua akachukua kikundi chake cha wanajeshi wa kuja kupigana, akabeba kikundi chake, wakaenda kwenye vita. Kuenda kwenye vita, wakaanza kucharasa wale watu. Walipo watu wana wameanza kucharasa, walianza kutoroka. Walipoanza kutoroka, naye Mungu akasema, I say, kamata pandeo na mimi na kamata kutoka mbinguni. Haleluya. Sio kama mnanielewa. Maadui wako watakamatwa kutoka chini na watakamatwa kutoka juu. Maana walipojaribu kutoroka, wakipigwa na mawe, wakipigwa na marisasi, wakipigwa na silaha, naye Mungu akaanza kudondosha mawe kutoka juu. Wakawa wote wakafariki wote, hakuna hata mmoja aliyeepuka. Mungu anaenda kuwamaliza maadui wako wote. Mungu anaenda kuangamiza yeyote aliyekuinukia, yeyote aliyezungumza kinyume na wewe, yeyote anayepanga kukungoa kwenye position yako, yeyote anayekupangia maovu, anaenda kushughulikiwa chini na atashughulikiwa kutoka juu. Hiyo ndio level ile tumefika. Hello. Hiyo ndio level ile tulifika. Ndio maana tulikuwa tumeiendea kwa mlima. They will not touch you. Usiogope hata siku moja sasa. Tukatidioke makio na makiro kome wewe tia utidoke kwete kujali. Wewe koma. Nakiro shoga ibada ine mugashoka tu. Ngai ni gukuhuranira, guko ni gukuhuranira. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Hizi lakini kesho yake asubuhi walipoamka, waliona kuwa sanamu ya Dagoni imeanguka kifudifudi mbele ya sanduku la Mwenyezi Mungu. Wakataa. Kichwa, miguu na mikono ya sanamu hiyo. Sasa angalia, mbeleni haikukatika, mbeleni haikuwa, hiyo sanamu haikupata majeraha. Sasa number 2, wakirudi tena, this is what is going to happen to you. Wakirudi arogesho mbasho kali hukumu wa mudhi. Wakirudi tena kwako, hii ndio itafanyika. Kai mbele ya sanduku la Mwenyezi Mungu, kichwa, miguu na mikono ya sanamu hiyo vyote vilikuwa vimekatika, vikawa vimelala chini kwenye kizingiti cha mlango. Kiwiliwili cha sanamu ya Dagoni ndicho tu kilikuwa kimebakia. Yani ile
miguu walitumia kusimamisha hii safari ya pili, hiyo miguu Mungu ameiondoa. Ile mikono walitumia kukaa nayo, hiyo mikono Mungu ameondoa. Hiyo kichwa ambayo ilitumika kuweka ikuwe sanamu, Mungu ameiondoa. Amebakisha kiwiliwili, amekibakisha kimwele na kiogea tigara. Maana Mungu ameona haya matiko shoka harege tutikuruta iromwe. Sio kazi moja tunafanya. Maadui watashughulikiwa hivyo. Miguu itakatika, mikono itakatika, kila kitu chao ambacho walikuwa natumia kukuhangaisha kimekatika. Midomo yao kwa, macho yao kwe. Kichwa yote ndia imeenda chini. Turiagai munene. Turiagai munene. Yani you can see how God can do these things for you. Saduku tu peke yake. You need a covenant with God only. Raise an altar hapa peke yake. Igerera kigogona hatu odie. You will see what God will do. Just give a sacrifice hapa. Wekelea tu uende. Hiyo itakuwa sanduku ya agano, ambayo itakuwa ikitembea na wewe kwenye biashara yako, inatembea na wewe kwenye ndoa yako, inatembea na wewe kwenye huduma yako, inatembea na wewe. Sasa unaenda unakutana na kile kimzee yako kinakutesaga. Unahitaji tu kulala karibu naye, usimuogope. Lala tu karibu naye na uvae siku hiyo kale ka night dress, kale ka see me through. Halale hapo ndio akuguze. Bomu ilipuka pom. Yule mchawi anakuroganga kwenye duka yako, akikuja mkopeshe duka modelia. Mwambie leo nataka kukupatia. Utalete pesa baadaye. Atalete pesa na ripoti. Atalete pesa na atalete pesa akikwambia ile maneno ameona. Na akikwambia kutoka leo nimejua wewe ni mtumishi wa Mungu. Only the secret, raise an altar. Inua madhabahu. By the time we finish this, raise an altar and leave it to God. Watakuja safari ya pili kuinua Mungu yao. Mungu atakuwa amesimama ameangalia wakiinua. Wakienda kulala, imagine malete roho madima kakome. Wakienda kulala, wakiyakuja wanakuta musanamu imekatika miguu, sanamu imekatika mikono, sanamu imekatika kichwa, ni kiwiliwili tu kimebaki. Nimeruka mia kanyama kiwiliwili ni kutoka hapa mpaka hapa. Ndio kimebaki. Kiwiliwili maana najua mtu ni kichwa. Tunajuaga mtu kudhuru nini? Kichwa. Sasa tunajuaga unaitwa nani? Tukikata hapa, nani atajua ni wewe? Atajua. Sasa Mungu amebakisha kiwiliwili ndio wasiweze kutambua Mungu wao. Maana alibonda kichwa, akabonda miguu, akabonda mikono, kikabaki kiwiliwili kisicho na identity. That is how they are going to be dealt with. Hallelujah. That is how they are going to be destroyed. Your enemy are going to be subdued completely from today. Jeri, tukatidio kingangana tidio kihoya. Igere sadaka ya kuhaa udio horere. Wait and see what God will do to them. Wao wanakuinukianga, wao wanakupangianga. Just go and relax. Nakwambia relax tu. Just give your security. Make a covenant. Watu wa Gibeoni walifanya maagano na Joshua. Make that maagano na Mungu. Kuja kwa madhabahu, tengeneza maagano peke yake na Mungu. Wede. Hata uende sasa ulale. Alafu ukaendaje? Verse number 5. Tubatie tu number 5. Ndio maana makuhani wa Dagoni. Kumbe hawa watu wanakuanga na makuhani. Kumbe hawa wachawi wanatusubua, wanakuaga na makuhani, wanakuaga na mapasta, wanakuaga na mabishop, wanakuaga na maprofet, wanakuaga na whatever you may think, wanakuaga na watu wao. Na wote wanaoingia kumwabudu Dagoni huko Ashdodi, wanapoingia kwenye hekalu ya Dagoni, hawakanyagi kisingiti cha hekalu la Dagoni hadi leo. Turudi tena tusome tena. Turudie. Tusie. Anasema ndio maana atenikio. Wacha niwatafsiri kwa Kikuyu. Ndio maana atenikio. Makuhani ahujiao na wote wanaoingia kumwabudu Dagoni huko Ashdod. Nikio ali amadi yako inamerera gayeo kule Ashdod. Nikio wanapoingia kwenye hekalu la Dagoni, hawakanyagi kisingiti cha hekalu la Dagoni hadi leo. Nikio mataga kinya rigi, nikio mataga shokera rigi, nikio matagoka rigi. Dodo oria mona matire mona. Kila tidagoni na guoya. Unakuwa na guoya nini?
hawatarudia, maana ile kichapo watapata. Hao ambao wamekuwa wakikuinukia, kile kichapo wamepata ama watapata ni kichapo wa milele na milele. They will never touch on you. Matiga kuhutia regi. They will never. Hawatakuguza, hawatakukaribia, hawatakuja karibu tena, maana Mungu amekuweka moto, amekuweka fire, amekuweka au mashende, amekuweka kitu. Mapepo yakijaribu kukuja yanarudi risaripoti, nasema no, tutafutia mwingine. Ushaiambiwa ripoti, kuna mtu alikupelekanga kwa mganga, alipofika huko akataja jina yako, mganga akamfukuza, akamwambia sikutaki hapa, usirudi kukuja hapa, maana wewe ni moto. Bwana Yesu asifiwe sana. Mganga anakamatwa, moto inaanza kumshika, maana wewe umebeba sanduku la agano. Ukifikishwa kwa mganga, moto inawaka. Wakikuweka tu, wanakuweka picha yako kwa mganga, moto inawaka. Wakikupeleka kijijini kwao, moto inawaka. Wakikurudisha kwenye city, moto inawaka. Baka wanasema acha tumrudishe, wacha tumrudishe, wacha tumrudishe. Huyu hatuwezani na yeye. Umewekwa moto kama huo, umezingirwa kama hivyo, ya kwamba watajaribu mpaka watakurudisha. Bwana Yesu asifiwe sana. They will return you where you belong. Mpaka leo hawarudi. Matikinyanga hakuo 6 hawarudi, hawakanyagagi. So wacha kuogopa, wacha kuogopa. Sasa wewe ni moto. Make a covenant with God. Fanya tu maagano na Mungu. Yes, that's all what you need. Maagano tu na Mungu. Mwenyezi Mungu aliwaadhibu vikali na kuwatisha watu wa Ashdodi. Aliwaadhibu hata na majirani zao kwa kuwaletea ugonjwa wa majipu. Yani mpaka majirani ambao walikuwa na wahurumia, mpaka hao walikuwa wanaongea na hao, Mungu aliwaadhibu. Kimarehe mahuha, aliwaadhibu vikali, akawaletea shida. Wao ambao walikuwa na kupangia, wao ambao walikuwa na kuinukia, wao ambao walikuwa na shirikiana, wanaenda wanaleta vitu ambavyo walilete. Nataka nikwambie, Mungu atawaadhibu vikali na kuwaletea magonjwa na mateso. Kala hii haumukiwa amen, amen, amen. Mungu amesema na itaenda kutendeka, na mtajionea Mungu akifanya maneno kama hayo. Mambo ya kuteseka tena imefika mwisho. Mambo ya kuteswa na watu ambao hawakupendi imefika mwisho. Mambo ya wale watu waliinukia huduma yako imefika mwisho. Mambo ya wale watu waliinukia ndoa yako imefika mwisho. Mambo ya wale ambao wamekuwa na uchogorio. Hiyo kidua yao, ulimi itashikana na rufu ya mdomo. Watakuja ni vile Mungu atakuwa amewashughulikia. He will destroy them. He will dismantle them. Atawalete chini wote. Miungu yao itavunjika. Miguu ya miungu yao. Imagine Mungu yako amekatika miguu. Imagine Mungu yako amekatika mikono. Imagine Mungu yako amekatika kichwa. Imagine vitendo vyako vyote. Warogi wote, wachawi wote waliokupangia, kinywa chao kitakamatwa, mipango yao itakamatwa, kila kitu chao kitakamatwa. Utawachwa huru, ukifanya vitu huru, ukikaa huru, ukitembea huru. Mungu wao akiwa hana miguu. Na niwe marato magaga hiyo sio kia agosherere tuko uni yale goma maguru. Huyo Mungu ndiye alikuwa anatuma anakuja kwa biashara yako na iharibu. Sasa amekatwa miguu, hana kichwa na hana mikono, atajuaje ni wewe? Hivyo ndivyo Mungu anafanya kazi. Hivyo ndivyo Mungu anakupenda. Wewe tujipatiane kwenye mikono ya Mungu. Tembea na agano la Mungu. Just raise a sacrifice and tell God, I want this kind of provision in my life. I want this kind of a thing in my life. Ninataka ushindi kama huu, maana wewe Mungu unaweza. Aliwachapa na majipu. Yani majipu ni ile inakuja kwa uso, inakuja hapa, inakuja hapa, inakuja hapa, inaenda kwenye sehemu nyeti. Una imagine majipu, ijipu ikiingia kwenye sehemu nyeti, unatembea na jisigine, haitebeleki, kwa sababu Mungu wako anafanya kazi. Mungu wako anataka kudhihirisha ya kwamba hawa watu nitawashughulikia. I am going to kaka kambao. Sijui kama mnanielewa mimi. Najuanga mnielewagi, lakini itabidi mnielewe tu. Itabidi tu mnielewe, maana hivyo ndivyo Mungu amenitengeneza. Na amenitengeneza akaniambia vita ni hivyo. Lazima sasa vita mundu kwa mundu. Mungu miungu zao lazima ziaguke. Lazima sasa ni vita. Sema ni vita.
Yes, ni vita. Kwa hivyo kama ni mtu wa kusengenya watu, ujue vita vimeinuka. Kama ni watu wa kupiga piga watu vizuri, vita vimeinuka. Utakuwa na majipu ile sehemu ambayo kila mtu atakushangaa. Ngoja. Apostle. Madhani hawa apostle. Hapa iko jipu. Hapa iko jipu. Kuna jipu. Apostle. Apostle. Hata hapa ingine itakuja hapa kwa mdomo imehangi hivi, ingine kwa mapua na ingine kwa macho. So, unakaa kama nyangumi fulani. Mwambie mwenzako, that is our God. That's a God I believe in. Bwana Yesu asifiwe sana. Verse number 7. Ni saa nane? Oh yeah. Wakazi wa Ashdod. Sikiliza sasa. Sikiliza hapa. Wakazi wa Ashdod walipoyaona mambo yaliyowapata wakasema, Mungu wa Israeli anatuadhibu vikali, sisi pamoja na Mungu wetu Dagoni. Sanduku la agano la Mwenyezi Mungu haliwezi kukaa kwetu. Yani wamesema Mungu yao ananyoroshwa, wao wananyoroshwa, vijiji vyao vinanyoroshwa, wao wanamalizwa. Yani mekohoro kijana toka itutu wao. Ako wasio hao wagaka wanaendaga kwao, watanyoroshwa pamoja. Wao wanaendaga kufanya na Mungu wao, na vilizi vyao vyote, maumbwa zao, mapaka zao, makuku zao, watanyoroshwa pamoja. Mpaka waseme sanduku la agano la Mwenyezi Mungu haliwezi kukaa kwetu. Elia imodoyo huko. Ondoeni huyu mtu hapa. Mambo ni mabaya. Kumeharibika. Remove this person from among us. Huyu ni mbaya. Huyu yako na ule Mungu mbaya. Kumbe umekuwa moto hivyo. Umekuwa moto. Yani mahali popote unaenda unakosa, mambo inatendeka. Ukiingia Kampala vitu vitatendeka. Ukienda Dar es Salaam vitu vitatendeka. Ukienda Mombasa vitu vitatendeka. Uende Uingereza vitu vitatendeka. Uende Amerika vitu vitatendeka. Oh, Uingereza I'm coming. UK tarehe 5, tarehe 6 na 7 I'm coming. Kule Northampton. NN3 tukutane hapo. Yes, tubomoe miungu za Ashdod. Nikifika kunajua mimi ni sanduku la agano. Mimi ni sanduku. Nikiingia tu huko, mapepo yanapomboka. Simuliona mapepo ya ule mtu anaitwa Mokoimondo. Ikaanguka, maana ndiye alikuwa king wa mlima. Tulienda mpaka mlima kama angels. Bwana Yesu asifiwe sana. Oshenoe tetagagai. Oshenoe gai munene. Mungu ambaye anatupigania. Mungu mkali, Mungu mbaya. Si Mungu wetu, si Mungu mzuri. Akiamua atakutesa. Alitesa Mungu. Imagine Mungu alitesa Mungu. Haleluya. Mungu alitesa Mungu. Akavunja Mungu. Miguu ikakatika, mikono ikatika, kichwa ikatika. Kibaka kikiwiliwili mpaka akasema, na neither adoko tigai. Neither adoko peke yake. Saduku. Na kama ni Mungu alienda huko, togera gireko. Tungekuwa tunasungumzaga nini? Saduku. Oneke. Kuna hivyo tunaimba Gaisha Dagoni na. Inaimba kwa aje? Mada, unajua hiyo song? Mada kako wapi? Akakukuja leo? Unajua hiyo song? Gaisha tia kuthoma, kwa hiyo twenda kwa muini wake. Mumakagia mutika research. You worship team mnakuanga dry. Nyimbo ile mliomba Sunday ndio mtatuibia Sunday hii nyingine. Dorcas, you're so dry. Ile nyimbo moja tu. Ainuliwe bana majesi. Ainuliwe. Be creative. Be creative. Leta nyimbo za kutuhusisha sisi zote mpaka tunasikia yes, tuekuo. Wengine mnatuwekeaga visugu vingine. Kuna nyimbo zingine wanatuwekeaga visugu. Baka ni nini? Ndio hiyo. Hebu lete. Lakini tuna record. Tukirecord ita affect tuibe na mdomo.
Shaunekaga ishuje anika ishia Dagoni shaunekaga ke abia mwenzako mmoja yako karibu na wewe. Mungu za Dagoni zitakuwa zikivunjika mavipande vipande. Waliokuinukia masengenyo watavunjika vipande vipande. Arogesho magiragia urute biashara mekwenyukaga vipande vipande. Arogesho magiragia oge muthuri Jerry watavunjika vipande vipande. Mekuona urathimitwo ugecera na kimundu giaku ugagitaga darling hi baby. Bwana Yesu asifiwe sana. Yes. Nyimbo kama hizo ndio tunataka. Nyimbo ziko na uhai. Hizo mnatuwekea nyimbo tunafanya hivyo. Mnafanya practice nyimbo mingi. Sio kutufadhi ile mlicheza jana, ile mmecheza ya nani jana. Hiyo Mungu wa Dagoni aliye ndani yenu nimemvuja vipande vipande. Mkuwe creative. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuendelee mami, nani yako kule? Si huyu mlepo leo. Huyu mlepo na saho ige tuko Kenya. Basi verse 9, verse 8, tumalizie kwenye verse 8. Walituma wajumbe. Imagine sasa wamekaa chini kikao. Wakasemekana noto shalilie dhayo. Asio mara kuroga ganogi ya marisha lia dhayo nawe. Wao ambao walikuwa na kuroga watatafuta amani na wewe. Walituma wajumbe na kuwakusanya wakuu wote wa Filisti na wakawauliza, je, tutafanya nini na sanduku hili? Najua imefika huko kwenye mtaa fulani, umefika huko kwenye biashara fulani, umefika huko mahali fulani mpaka wanaulizana, oyo modo togeka tenake. Imekuwa gumu kukaa na mtu kama huyo. Mwambie Mungu nataka kukaa hivyo. Muombe Mungu akupatie nguvu hiyo ya kwamba watakaa waulizane maswali. Huyu mtu hatuwezi kukaa na yeye. Huyu mtu ametumaliza. Huyu mtu ameangamiza mipango yetu yote. Huyu mtu ameangamiza mauchawi. Huyu mtu ameangamiza maurogi. Huyu mtu ameangamiza kila mipango yetu imesambaratika. Yaani yeye tu kukaa tu hapa, kukaa tu, haujaongea na ukiongea. Haujaongea okoroito na lele unakuta watu wanachomeka. Hallelujah. Akauliza Wafilisti, je, tutafanyaje na hili sanduku la Mungu wa Israeli? Wakuu wao wakajibu, sanduku hilo la Mungu wa Israeli lipelekeni Gathi. Basi wakalipeleka kwenye mji wa Gathi. Yaani kuna mahali unafukule hakuguziki. Sema Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana semeni amen. Kule kuna mahali hakuguziki. Yaani utakuwa moto mpaka wanasema moto wale ni kwa gai usio. Gai wa Israeli ikaraga ko. Idhu warogito tigekana na mtu tosio. Sisi wachawi hatuwezi kukaa na mtu kama huyo. Sisi warogi hatuwezi kukaa na mtu kama. Sisi waabudu wa shetani hatuwezi kukaa na kitu kama hicho. Wakamwambia litoeni hapa, lipelekeni wapi? Gathi. Hebu tusikie na verse 9. Lipelekeni Gathi. Ondoa hapa. Na unajua walikuwa wameiba. Atenegeza makatapu gai. Kuna watu waliiba nyota yako itarudishwa. Haleluya, nyota yako itarudishwa. Nyota yako itarudishwa. Nyota yako itarudishwa. Chochote kilichoibiwa kwako kitarudishwa. Kimewachoma mahali wako. Mtoto wako kule amebarikiwa. Njia zako zote zimebarikiwa. Biashara yako imebarikiwa. Huduma yako imebarikiwa. Wamewachoma. Ili yote imewachoma. Watakuregeshea. Lakini baada ya kulipeleka huko Gathi, Mwenyezi Mungu akaadhibu mji huo. Yaani mahali popote unapelekwa moto inawaka. Akasababisha hofu mji huo na akawapiga wanaume wa mji huo, vijana na wazee, kwa kuwaletea majipu. Utakataliwa na wachawi wote. Sasa nataka kuachilia neema ya Mungu juu yako. Mahali popote unaenda unakataliwa. Wachawi wote waliopanga mapango yote wanakuona wanakataa. Jambo lolote unalofanya ukienda mahali popote wanakukataa. Yaani ulilika kuni hali ya wakinya haruginya hasheje. Ukiingia mji lazima ubadilike. Ukienda mahali lazima kubadilike. Kama kulikuwa na wachawi wataunganika kusanyika pamoja. Waseme tuondolee huyu mtu maana atatuchomeka, na ukikataa kuondoka wao wanaondoka. Sasa lazima tukomandi hawa waganga
wachawi, Wafilisti, watu wa masengenyo, watu wa kudunga wale wengine visu, watu wa kusengenya watu wengine waondolewe, wachomeke sasa. Kutoka leo waanza kuchomeka. Sema achilia moto, sema moto iwake, moto iwake, moto iwake. Achilia moto katika maisha yako, achilia moto katika, weka mwili wako kuwe na moto. Guza mwili wangu, mwambie mwili wangu sasa kuwa na moto, kuwa na moto. Guza mwili, mwambie moto, kuwa na moto sasa, kuwa na moto. Nikifika mahali popote lazima kubadilike. Nikifika mahali popote wachawi wachomeke, wazizi wachomeke, watu wabaya wachomeke, waliotumwa wachomeke, walio na mipango miovu wachomeke, wachomeke. Moto iwake, moto iwake. Umeingia moto sasa, mwambie kujeni, mwambie sasa kujeni. Na mnafikiria ni mlikuwa mmenizoea, kujeni sasa. Akawadhibu. Verse number 10 quickly. Hiyo wakalipeleka hivyo kutoka hapo. Na imagine uradhamio kuneana kupatilianwa. Maana you are untenable. Hivyo wakalipeleka sanduku hilo la Mungu kwenye mji wa Ekroni. Lakini sanduku hilo la Mungu lilipofika huko, watu wa mji huo walipiga kelele. Yani mpaka watapiga kelele kwa sababu yako. Wametuletea sanduku la Mungu wa Israeli ili kutuua sisi na watu. Yani kuna mahali utafika tu wanasema acha huyu watu mutaki hapa. Kumepango wametaka kutumaliza. Wametuletea sanduku watumalize. Kumbe wewe ni moto. Walisema hapana tutikwenda mature hei sanduku atenegera tukue. Hatutaki hiyo sanduku ipelekwe. Moto iweke ndani yako. May the fire of the Lord be into you. That anything you go, where you go unachoma. Ukileta uchawi unachomeka, ukileta usinzi unachomeka, ukileta fitina unachomeka. Biashara yako haina nawili. Maana space, yani hili sanduku liko na space yake. Fanya hivi, fanya space. Linapelekwa, space inapatikana. Linapelekwa mahali popote, space inapatikana. Nobody is daring it. Nobody is touching it. Yani huku magoko wakinya kabara wako na space nethondeke. Wao magoko wa Dar es Salaam wako na space nethondeke. Ukitoka hapo uende Nyeri unakuta space iko. Ukienda Mombasa unapata space iko. Ukienda mahali popote, kwa sababu wanakujua, wamepatiwa ripoti yako. You are not a good number. Kumbe Mungu wetu anakuaga hivi. Haki sikuwa namjua hivi. Yani hivyo wakalipeleka sanduku hilo la Mungu kwenye mji wa Ekroni. Lakini sanduku hilo la Mungu lilipofika huko, watu wa mji walipiga kelele. Wametuletea sanduku la Mungu wa Israeli. Kumbe hata wanalitambua kwa jina. Watu watakutambua kwa jina. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu watakutambua kwa jina. Watatambua jina lako ni moto, ni la Mungu. Litachangua kwamba uwezo wako umetoka kwa Mungu. Watatambua ya kwamba neema yako imeshuka kwa Mungu. Kila kitu chako ni cha Mungu. Wakasema hatutaki. Tusome verse 11. Hatutaki tutikwenda. Kisha wakatuma ujumbe na kukusanya wakuu wa Filisti na kuwaambia. Yani imagine, hawa ni Wagadi wameita Wafilisti, kujeni mchukue vitu zenu. Yani kujeni mchukue uchai wenu. Nirudisheni sanduku la Mungu wa Israeli mahali pake, ili lisituue sisi pamoja na watu wetu. Walifanya hivyo kwa sababu kulikuwa na hofu kubwa katika mji mzima, kwa sababu Mungu alikuwa anawaadhibu vikali. Hao ambao walikuwa wakihupangia, Mungu atawaadhibu vikali. Mungu atapigana na hao ambao wanapigana na wewe. Mungu atawashambulia waliokuinukia. Waliopanga maovu Mungu atawashambulia. Waliopanga kupigana na wewe Mungu atawaangusha. Mungu atawasambaratisha. Watatembea. Nao wale ambao hawakufa walipatwa na majipu. Hata kilio cha mji kilifika mbinguni. Watachapwa, wakuwe na kilio mpaka mbingu isikie. Ugo niko megweko. Ugo niko megweko. Acio mambo kutulite makonya lilete. Ginya Ngai ni eko igware igoro ni uramego kora maririte. Watalia mpaka Mungu akiwa mbinguni atasikia. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi namba 13. Naona hii tutamaliza hii yote. Inaenda ikitupelekea yani kauhondo kingine kampya. Kauhondo kingine 13. Haya, imemaliza.
Si utengeneze ingine, tengeneza verse 13. Yaani inatuacha kama tumehang. Simameni basi kwa miguu yenu. Yaani imetuacha kama tumehang. Hiyo ni tamu. Bwana Yesu asifiwe. Thank you very much. Sasa nataka ushike sadaka yako. Uishike na mkono wako wa kulia. Hiyo ndio nataka ikue agano lako na Mungu. Uifanye ikue agano lako na Mungu. Make it a covenant with God. Kama vile Joshua na Wagibioni walitengeneza agano. Na kutoka hapo Joshua akachukua vita zao. Wakaanza kupigana. Put that sacrifice today. Uizungumzie umbie, this is a covenant. Iambie you are a covenant. And I'm making a covenant between you and my God. That from today, I want to be fire. From today, I want to be that fire that destroys. Nataka kuwa huo moto unaochoma. Moto unaoteketeza. Moto unaoangamiza. Keyboard. Peke yake hiyo. Watu wamerudi kasini. Inua. Kila mtu ameshika sadaka yake. Inua juu. Sema, enyi Mwenyezi Mungu, muumba wa mbingu na dunia. Wewe ndio unanijua kwa jina na kwa misingi yangu. Nimekuinulia dhabihu hii kutengeneza maagano mimi na wewe. Kwa kutoka sasa mimi sitaonekana tena. Kutoka sasa nimekuwa mdogo, wewe ukuwe mkubwa. Mimi sitaonekana tena, wewe ndio utakaoonekana. Kwa niaba yangu chukua ushukani. Nimesarenda mbele yako. Dhabihu hii ni ishara ya maagano yangu na wewe, ya kuwa umechukua ushukani. Amen. So this one, hivyo umesema, wacha story mingi, mwachie Mungu. Acheni Mungu aitwe 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 Mungu. Acheni Mungu. Mwachie kila kitu. Mwachie kila kitu. Acheni Mungu aitwe Mungu. Acheni Mungu aitwe Mungu. Mwachie Mungu nafasi yake. Mwachie aitwe Mungu. Ametenda, ameshinda vita zako. Amechukua sanduku la agano. Litawachoma maadui wako, litawaangamiza maadui wako. Acheni Mungu aitwe Mungu. 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 Huyo Mungu anajua kubomoa. Huyo Mungu anajua kuteketeza. Huyo Mungu anajua kufuruga. Huyo Mungu anajua kuangamiza. Huyo Mungu anajua kuleta chini kila kitu alichokiinua kuhusu wewe kinaenda kuporomoka. Ukifika kila mahali utafika, change itapatikana, maisha itabadilika. Acheni Mungu aitwe Mungu. Acheni Mungu aitwe Mungu. Acheni Mungu aitwe Mungu. Acheni Mungu aitwe Mungu. Acheni Mungu.
uko na mchanga kuja hapa mbele. Kama uko na jambo, uko na nabii special wa special mission. Kuna kitu nataka tuamini ya kwamba hatuko kwenye venye tulikuwa hapo awali. Amen. Tulishahama. Yes. Kama unabaki huko. Na Mungu akaniambia tukiwa mlimani, ndio uamini nimekuondoa kwenye level yenye ulikuwa na nimekupeleka kwenye anga nyingine. Nitakutumia mtu humjui na atakupatia hati miliki ya shamba. Amen. Ya plot ya beach. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Sasa leo nimepigiwa simu na ni 4G? Ilikuwa 4G? G4S. Mtu kutoka Mombasa. Anasema yeye ametoka Mombasa. Mtu hapa. Namba yake ya simu ndio hii hapa. Amesema Mungu amemzungumzia. Amemwambia nipatie kipande cha ardhi kwa ajili ya kanisa. Amen. Ambacho ni Amen. Beach plot. 4 acres. Wewe endelea tu kupiga makofi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio napenda kuhora makofi. God is doing something. Yaani wewe endelea kufunga watu wa Mungu. Naye Mungu anaendelea kufunguka. Walikuwa wametuzuia tusipande mlima. Tumepanda Mombasa. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani wanafunga kwingine kunatobokea kwingine. Haleluya. Kuna mtu mwingine amempigia simu huko Kitale.
Ameniambia ameniitisha majina yangu. Ameniambia nimpatie majina ya kanisa, nataka kupatia kanisa shamba Kitale. Sikiliza. Sasa mnapenda kupiga makofi. Na muujiza si wenu, ni wangu. Ameniambia ni yenu. Haleluya, jipigeni makofi basi. Ameniambia nimtumie majina, anapatia kanisa eka 25 za shamba Kitale. Do you know the reason why I'm telling you this? Kwa sababu sasa niko na zaidi ya certificate za shamba zaidi ya 52 ambazo zimekuja kwa sababu ya kitendo kimoja tu. Tangu siku ile 77 nilienda mlima mpaka sasa niko na 25 titles. Just by being obedient. Maana wakati nilienda kwa mlima 77 nili address mchanga. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni address nini? Mchanga. Mchanga imekubali. Mchanga kwenu imekubali. Mchanga imekubali. Mchanga ni nini? Mchanga ni biashara yako. Mchanga ni kazi yako. Mchanga ni huduma yako. Mchanga ni ndoa yako. Mchanga ni chochote ambacho unataka kukifanya. Kimekubali. God has done it. Bwana Yesu asifiwe sana. Ugo tu na ugo tu. Yani be faithful. Tupatie Deuteronomy chapter number 28 verse 1 na 2. So tusome tu, nisomee watu wa Mungu wasikie. Yakoba ugo tu na ugo redekana. Tikedo kinene ugo tu. Na wane magegani ya magai magekeka. Mungu, wacha niwaambie kila mtu aliye hapa. Amen. Mungu wa mbinguni ameteremuka kwako. Amen. Things will do. Things will work miraculously. Mambo yatatendeka. Chochote ambacho kilikuwa kimekamatwa kwenye anga kimeachiliwa. Jambo lolote walikuwa wameinua, madhabahu walikuwa wameinua kukuzuia, ndio hiyo imeachiliwa sasa. Ndio hiyo imeachiliwa. Ndio hiyo imeachiliwa. Kila kitu, anga yako imefunguka. Tupatie, wana tupatie Deuteronomy 28. Ama ulienda kuitafuta wapi? Mombasa? Ama hakusikia, alikuwa amelala nzinzia kidogo, si ndio? Deuteronomy 28, kumbukumbu la Torati 28. Kumbukumbu la Torati. Na usitupotezee wakati wetu. Mwambie ingie huko. Mwambie napoteza wakati wetu. Wakati baraka imeshuka ndio mtu anaweza kutupotezea wakati, si ndio? Vidole vinavaa kukua kwenye mashini kila wakati. Ndio hiyo imekuja. Kama mkitii. Halo? Kama mkitii sauti ya Mwenyezi Mungu, Mungu wenu, na kuzingatia kwa uangalifu amri ambazo nimewaamuru leo. Haleluya. Mfuate amri ambazo Mungu amekuamuru siku hii ya leo. Muzingatie tu kwa uzingatifu. Kwa uangalifu amri ambazo nimewaamuru leo. Yeye atawaweka juu ya mataifa yote duniani. Haleluya. Just be obedient. Hakuna watu wengine utaona wakikufuata. Hakuna mtu atakufuata sasa. Wachai watu wamesambaratika. Wachai watu wamesambaratika in the mighty name of Jesus. May the power of God. Nipatie maji yako. May the power of God. Karibia tu hapa. Karibia tu hapa. Kanyagisha mguu yako moja juu. Mguu ya kulia. Mguu ya kulia. Kanyagisha tu hapa. Baba, katika jina la Yesu Kristo, watoto hawa wako wamekubali kufanya maagano na wewe, eti ya kwamba kutoka sasa vita vyovyote vilivyoinuliwa juu yao vimesambaratika. Kazi watakaoenda kuifanya ama wanaoifanya ikubali mikono yao. Nchi yoyote watakaoikanyagisha miguu, nchi hiyo na iwakubali. Biashara yoyote watakaotaka kuifanya na iwakubali. Huduma yoyote watakaotaka kuianzisha na ikubali. Maneno watakaopanga ya mazuri yatatokanao na wewe na yakubali. In Jesus name. Amen. May the will of God kaya kuonekanere. Kaiwa moya kuonekanere. Kaiwa moya kuonekanere. Kaiwa moya kuonekanere. Thank you. Mbarikiwa.
Thank you. Nini? Fungua nizione. Nini? Sawa. Nenda ukae chini. Oh yes. Baba, katika jina la Yesu Kristo, madhabahu ya wachawi, madhabahu ya warogi, nguvu zozote za giza, za kuzimu, za kuzuia huyu mwanamke akafaulu, za kuzuia ndoa ya huyu mwanamke, za kuzuia mipango ya huyu mwanamke uliomweka juu yake, kutoka sasa hii miungu ya Dagoni na ikasambaratike na ikavunjike in the mighty name of Jesus Christ. Thank you. Sasa tusome. Tuendelee hiyo Deuteronomy 28. Tafadhali tuwekee kidogo kama wamesimama. Inasema kama mkitii sauti ya Mwenyezi Mungu, Mungu wenu, na kuzingatia kwa uangalifu amri ambazo ninamwamuru leo, yeye ataweka juu ya mataifa yote ya dunia. Sasa kutoka leo umeinuliwa juu ya mataifa yote ya dunia. Jambo lolote utataka kulifanya, Mungu amelikubali. Ukitaka kusafiri nje ya nchi, umekubalika. Kama kuna mwanaume anataka kukuoa, imekubalika. Ndoa yako imefunguliwa, huduma yako imefunguliwa. Sasa twende verse 2. Twende verse 2. Kama mkitii sauti ya Mwenyezi Mungu, Mungu wenu, mtapewa baraka zifuatazo. Haleluya. Amen. Wacheni watajie baraka 3, hizo zingine waende ukajisomee mpaka verse 14. Lakini nitasoma mpaka verse 5. Miji yenu itabarikiwa na mashamba yenu itabarikiwa. Ni kumaanisha nini? Utabarikiwa, biashara yako itabarikiwa, mashamba yako itabarikiwa, na chochote utapanga kufanya kitabarikiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa kumtii Mungu peke yake. Twende na mtabarikiwa, mpate wazawa wengi, mavuno mengi, ng'ombe mingi, kondoo wengi. Yaani kila biashara utakayoifanya itafaulu. At whatever cost, nobody will come to be an obstruction in your life. Kido yake yote okwelilia kuga. Ili chochote utapa, kama ni biashara unaenda kufungua leo, nenda ufungue sasa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama ni huduma ulitaka ianzishe sasa. Kama ni mipango yote ulitaka itazaa. Vikapu vyenu, vikapu vyenu vya nafaka vitabarikiwa, na vyombo vyenu vya kukandia vitabarikiwa. Yaani ikapo sianyu hizi vikapu, nipate kikapu hiki kitajaa mamilioni. Hiki kikapu kitabeba madola, kitabeba mapound, kitabeba kila kitu. Yaani ukitembea tu hivi utabeba madola, utabeba machakula, utabeba baraka. Yaani popote unafanya yule hadi mago kikapu yako kitikaga kitu. Next. Mutabarikiwa mnaporudi nyumbani na mnatoka nje. Kule guothe wothi. Utoke hapa utabarikiwa. Saa hii mkirudi nyumbani mtabarikiwa. Mkitoka mnabarikiwa. Mkienda mnabarikiwa. Yaani ni baraka zitakuwa zikikufuata. Yaani maadui zenu wakiwashambulia, Bwana atawapeana ushindi juu yao. Wakija kuwashambulia kwa njia moja, atawakimbieni kwa njia 7. Yani they will come in one direction but they will be scattered. Watakuwa scattered. Umudu wote urafanga maudu moru maku atakuwa scattered in 7 different ways. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Tuendelee ingine. Baraka za Mwenyezi Mungu zitakuwa katika gala zenu, yani makobe manyu. Hii Equity Bank kutakuwa na pesa yako. Amen. Baka Equity inakuuliza si utupatie hii pesa tufanye nayo biashara, maana haufanyi nayo biashara. Biashara zinaendelea, no kuigolaika. Biashara inaendelea kuzaa, no kuweka unaweka tu, no kuiga. Yani inasema baraka za Mwenyezi Mungu zitakuwa katika gala zenu za nafaka na katika shughuli zenu zote. Atawabariki katika nchi ambayo anaenda kuwapea.
Kwa hivyo kuna mahali mnaenda kupatiwa. Haleluya. Kuna biashara unaenda kupatiwa. Kuna huduma unaenda kupatiwa. Kuna kitu kipya unaenda kupatiwa. Kuna mlango umefunguka. Mwenyezi Mungu atawafanyeni kuwa watu wake watakatifu kama alivyowaahidi, kama mkizitii amri zake yeye mwenyewe Mwenyezi Mungu Mungu wenu na kufuata njia zake. Yani Mungu will make you his holy people. Yani atasema hawa ni watu wangu. Mkienda kupigwa nguvu za Ashdod zikienda kukuja na Dagon zikienda kukuja, zitakuta watu walio nadhifu, watu ambao wamebarikiwa, watu ambao wameinuliwa, watu ambao wamebadilishwa maisha. Mataifa yote ya dunia yakiona kwamba nyinyi mnaitwa kwa jina la Mwenyezi Mungu, watawaogopa. Yani ndio wako ilatiriri. Hao watu neighbors watakuogopa. Hello, nataka kukwambia your sisters and brothers watakuogopa. Nataka nikwambie your neighbors watakuogopa. Nataka nikwambie kila mtu akikuona hivi anasema huyu mtu ako na Mungu. Yaani hawatakuchezea, watakuwa akikuona wanasema huyo mzee ako na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ayaya. Sijui mnataka nini lingine. Mwenyezi Mungu atawafanikisha kwa wingi. Yes. Si mnaona hawa ndio wamebeba hizo miungu. Mwenyezi Mungu atawafanikisha kwa wingi. Imagine, atakufanikisha kwa wingi just for no reason. Yani mazao inakuja for no reason. You don't struggle. Things just come. Ama muone? Mumeona? Vitu vinaanza kukuja. Anakufanikisha kwa wingi. Bwana Yesu sasa, watoto, mifugo na mavuno shambani katika nchi aliyowapea wazee wenu kuwa atawapeeni. Yani nataka nikwambie ginya kule kwanyu. Unaona kule geshagi kwenu? Kule kwenu utaenda na utabarikiwa. Wale watu walikuwa wamesema usikanyage kwenu watakupatia shamba yako. Wale watu walikuwa wamekunyang'anya urithi wako watakurudishia urithi wako. Maana utabarikiwa mpaka wakuje wakupatie chochote ambacho kinahusika na kwenu. Kile kilipokuwa imepatiwa wazee, yani migoda ya kehumo, hivi vitu za kehumo zote Mungu amekukabidhi mikononi mwako. Sasa unataka nini kingine? Alafu usimlete sasa kikombe cha chai. Sasa tuende. Hiyo ingine. Mwenyezi Mungu atawafungulieni hazina yake nzuri kutoka mbinguni. Hazina ya nini? Yake nzuri kutoka wapi? Haitoki kutoka kwa watu. Si ataenda tu watu takae. Mauda hivi dina kaira dida kuhigura dida uhe shilingi ngiri 10. Hapana, amefungua hazina kutoka mbinguni. Chochote utakachokuwa ukitaka kukiguza kitaguzika. Lolote utakalokuwa unataka kulifanya litafanyika. Jambo lolote mahali popote ama jambo lolote unataka sasa, this is the time to invest. This is the time to invest. Whatever you want to do, you will do it and you will be successful. Anasema hazina yake nzuri kutoka mbinguni na kunyesha mvua katika nchi kwa wakati wake. Mmenielewa hapa? Underline wakati wake. Yani si mvua ya kuharibu mahindi. Haleluya. Si mvua ya kuharibu chochote, mvua ya wakati. Yani bura ya kahinda kayo. Haleluya. Meta kwa bura yake ya kemera. Bura yake. Yani ni ukuriro ni bura ya kemera. Amen. Yani tunahitaji kemera na kikamba. Season. Kemea. Keda wa kemea? Nani? Keda wada? Keda wa kemea? Wewe ni mkamba lakini? Wewe ni mkamba Machako sema Kitui? Wewe ni mkamba halisi. Na wewe? Kangudo wewe si mkamba. Wewe ni Mmasai. Mwingine mkamba wewe ba? Kevedike? Umedeko? Wewe si mkamba. Wewe ni fake. Unajua wakamba wa Kangundo wote ni wa Masai. Kangundo itself, the name Kangundo ni jina ya Kimasai. Si jina ya Kigamba. Hawa hapa Machako siwani wa Kiambu, ni wa Kikuyu tu wa Kiambu, ni wakora tu hapa Kiambu. Lakini wale wa Kitui kama Mbidha ndio wanaonanga mgeni ameingia. Na hawana maziwa, wanabadilisha mtu mmoja na kuwa ng'ombe wanakamua. Yani Mwenyezi Mungu atawafungulieni hazina yake nzuri kutoka mbinguni na kunyesha mvua katika nchi ya kwa wakati wake na kubariki kazi zenu. Mutayakopesha mataifa mengi lakini nyinyi hamtakopa. Yani uliko bidhagia mataifa
naigua ulikombithagia mataifa, utakopesha mataifa, utakopesha mataifa, watu watakuja kwako kuomba. Na mvua kila wakati. Ukienda sasa, kwa mfano umeenda soko kununua madisi, ikifika soko itafika kwa wakati ambao madisi inahitajika. Amen. Utaenda kulima viazi, utavivuna wakati kuna demand. Yani mvua ya majira, mvua ya wakati, bura yake mera. Ti bura yake onohu, bura yake mera. Yani mvua inakuja kwa wakati. Yani Mungu atakuprogram. Yani short, Mungu anasema nitakuprogram. You are no longer yourself. You will only do when in my season, not out of season. Hallelujah. Hiyo ingine tumalizie, hiyo ingine 13. Mwenyezi Mungu Mungu wenu atawafanya kuwa wa kwanza kwa nguvu na sio kwa mwisho. Hallelujah. Yani you will be the first, not the end. Wewe ndio utakuwa, yani ukifika mahali unakuta ni wewe wa kwanza. Ukianzisha biashara unakuta wewe ndio wa kwanza. Ukifanya jambo unakuta wewe ndio wa kwanza. Ukienda mahali unajikuta wewe ndio wa kwanza. Yani every time you be number one, number one, number one, number one. Chochote unafanya number one, wewe number one. Yani unakuta mpaka watu wamesema ngoja tu ule akuje ndio tufanye. Mtaendelea mbele na sio kurudi nyuma. Kama mkishika amri zake ambazo na wapeeni leo na kuwa waangalifu kuzitekeleza. 14. Bila kugeuka kulia au kushota, kuifuata miungu mingine msifuate, na kuitumikia, Mungu atawabariki. 15. Lakini kama hamtatii sauti ya Mwenyezi Mungu, ukisoma hapo chini utaona kile kitakufuata. Just nakwambia, mwambie mwenzako mshike mkono. Shika yule aliye karibu na wewe mkono. Mshika yule karibu mkono, msalimie tu. Hapana, sio mshikane, msalimie tu. Nataka umzungumzie, mwalelie. Tafuta mtu kama hayuko karibu na wewe. Tafuta mtu, ende tafuta mtu. Tafuta kila mtu, ushike mtu. Si usishike watu wawili. Tafuta mtu, kuna watu. Tafuta mtu aliye karibu na wewe. Mwambie mimi naomba nakubariki. Mwambie nakubariki. Matamshi hayo Mwenyezi Mungu amenena na yakae juu yako. Baraka za Mungu zikae juu yako. Tukimaliza hapa, milango yako imekungojea. Baraka zako zimekungojea. Ushindi umekungojea. Hautashindwa, utashinda milele. Sema amen. Amen. Thank you. God bless you. Bethel Clouds TV, empower